Mtazamaji wa Ndalini Media, ni kukaribisha katika maonesho ya 49 ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba. Ndalini Media tuko hapa kukuletea kile ambacho kitajiri katika siku zote za maonesho haya ya kimataifa ya biashara yenye kauli mbiu isemayo Sabasaba fahari yetu. Na kwanza tunaanza na banda la Wizara ya Fedha. Unataka kujua Wizara ya Fedha nini hasa wamekuletea katika maonesho haya kwa mwaka huu? Twende ndani tukupitishe hatua moja mpaka nyingine. Karibu sana mtazamaji wetu. Sasa tumeingia ndani ya banda la Wizara ya Fedha na moja kwa moja tunakwenda kuanza na banda la idara ya uchambuzi wa sera. Hapa kuna wataalamu, lakini tutaanza kuzungumza naye ndugu Fronto Furaha. Huyu ni afisa usimamizi wa fedha, kutuambia majukumu hasa ya idara hii ya uchambuzi na usimamizi ni yapi hasa. Idara ya uchambuzi wa sera tumekuwa na tuna majukumu makubwa mawili ambayo tunayatekeleza ndani ya idara yetu. Moja ni swala la kusimamia uchumi jumla, ambako tunakuwa tunafanya tathmini mbalimbali kwa ajili ya kuangalia mwenendo wa uchumi. Na jukumu hili tunalitekeleza kwa sasa kwa karibu sana na ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji. Nao wamekuwa pia tukitekeleza kwa pamoja katika jukumu hili. Na jukumu lingine ambalo tunalitekeleza ndani ya idara yetu ni kusimamia masuala ya uchambuzi wa sera za kibajeti. Tunapoongelea sera za kibajeti tunaongelea swala gani? Tunaongelea sera zote zinazohusiana na mapato. Kama unavyosikia kwamba tumekuwa tukihimizwa sasa hivi kujitahidi kuhakikisha kwamba tunaongeza uwezo wetu wa kukusanya mapato ya ndani ili kuhakikisha kwamba tunaweza kujipatia fedha za kujitosheleza kuwezesha utekelezaji wa bajeti yetu. Kama unavyosikia, bajeti ya serikali imekuwa ikikua mwaka hadi mwaka. Sasa hivi tumefikia tunahitaji bajeti kutekeleza bajeti ya trilioni 56.4. Sasa fedha hizi, asilimia kubwa ya fedha hizi zinatokana na mapato ya ndani. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe kwamba sisi tunaosimamia sera za ukusanyaji wa mapato kwamba tunaimarisha mifumo yetu ya ukusanyaji wa kila mwaka. Na tuko hapa pia kuwapatia wananchi elimu kuhusiana na majukumu haya. Lakini pia tunawaelimisha wananchi ni sehemu gani ambako kwao wanapata fursa na ni sehemu gani ambao wao wanashirikishwa kama wadau wa muhimu wa kuiwezesha serikali kutekeleza majukumu yake. Na tunavyosikia Wizara ya Fedha, jukumu lake kubwa ni kusimamia uchumi. Sasa na katika kutekeleza jukumu hili la kusimamia uchumi, ni lazima tuhakikishe kwamba tunatekeleza kwa ufanisi ili kuhakikisha kwamba mafanikio haya yanafika mpaka kwa watu mmoja mmoja wa kila nchi. Tunaposema uchumi wetu unakuwa mwaka hadi mwaka, swali kubwa ambalo watu wengi wanapenda kuja nalo ni kusema mbona sisi huku mtaani tunaona bado. Kwa hiyo hivyo vyote vinaingiwa katika jukumu. Tunapotekeleza majukumu yetu ya kisera, tunahakikisha kwamba tunakuja na sera ambazo zinawezesha wananchi kupata ile sensi ya ukuaji, kwamba wanafahamu ni kwa namna gani uchumi wao. Pale tunaposema uchumi unakuwa, hata wananchi mmoja mmoja nao wanakuwa na vitu kama hivyo. Na tumekuwa tukifanya marekebisho mbalimbali. Sehemu kubwa ambayo pia tumepata kufahamisha wananchi wengi wanapenda kufahamu kuhusiana na masuala ya kodi, na wamekuwa ni sehemu ambalo kila mtu anapenda. Kila mwananchi ukimwambia atataka kusikia, anasema bwana, mbona tunasikia labda kodi ni kubwa, au mbona tunasikia kuna changamoto kama hivyo. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tunawaambia kwamba kuna fursa mbalimbali ndani ya Wizara ya Fedha. Kila mwaka wa bajeti kila mwaka tunapokuwa tunafanya maandalizi ya bajeti ya serikali, tunakuwa tunawaalika wadau mbalimbali kufika Wizara ya Fedha au kuwasilisha maoni yao. Na siku hizi tumeenda kidigitali. Kwa hiyo mtu anaingia tu kwenye mfumo, anawasilisha maoni yake, au anafika Wizara ya Fedha, anapata fursa ya kusikilizwa, anawasilisha maoni yake, tunajadiliana kuona pendekezo lake, kwa sababu kunakuwa na wananchi wengi ambao wamekuwa wakisema mbona, kwa nini serikali isifanye hivyo? Kuna watu pia wana maoni mazuri. Kwa hiyo tunaposikia kutoka kwa wadau, tunaweza kuchakata yale maoni yao, tunaweza kuona ni maoni gani ambayo tunayatekeleza. Na ndipo unaposikia kwamba Waziri wa Fedha anapowasilisha hotuba yake ya bajeti ambayo ndio hii hapa, anapokuwa anawasilisha, moja ya eneo ambalo pia linakuwa linawasilishwa na Waziri wa Fedha ni eneo ambalo linaenda kufanyiwa marekebisho ya kodi, ada na tozo mbalimbali. Na eneo hili unakuta ni kwamba moja ya sehemu maoni yanakuwa yametoka ni kwa wadau. Kwa hiyo wadau wanapowasilisha yale maoni yanafanywa kazi kuona ni maoni gani ambayo tunaweza tukayachukua. Kwa huku utakuta wadau mbalimbali wanakaa wanasubiria wakitegemea kwamba tunaenda kuona Waziri wa Fedha, na watu wanasema mwaka huu mbona tena tumeendelea kuongeza kule kwenye pombe, labda tumefanya nini? Lakini unakumbuka pia wananchi wakiongezewa kwenye simu
nao kuna wakati nao wanasema huku inatuumiza sana. Sasa unajiuliza, sasa tulisema tunaongeza sana kwenye pombe, kwenye sigara, mbona sasa hivi tumesema kila mmoja anaitumia simu? Kwa sababu kinachotakiwa ni kwamba tunatakiwa kuhakikisha kila mwananchi anachangia maendeleo, lakini inapotokea kwamba mtu ameguswa, hapa na hii inatuumiza sana, inaongeza gharama na nini, lakini ndio vitu kama hivyo, ni kwamba bado utamaduni wa Tanzania wengi ni mdogo kwenye swala la ulipaji wa kodi. Compliance ni ndogo, lakini pia tunawaelimisha wananchi. Kuna maeneo mbalimbali ambayo yamefanywa maeneo mbalimbali yamefanywa marekebisho, lakini moja ya maeneo makubwa ambayo tumefanyia marekebisho ni tumeanzisha utaratibu wa kutoza kodi kwenye tunasema fedha au faida inayobaki ambayo haijagawanywa kwa wanahisa. Kwa hiyo kama kwa kitaalamu wanaita retaining earning. Kwa hiyo kuanzia mwaka huu tumefanya marekebisho ya sheria ili kuanza kutoza. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba kwa sababu imeonekana ni eneo ambalo watu wamekuwa wakitumia kutokugawa faida kwa wanahisa ili kuweza kunufaika na tunasema ni kama ni mbinu ya kuplani namna ya kulipa kodi. Kwa hiyo tumeona ni sehemu ambayo tunaweza tukaziba na kuiongezea serikali uwezo wa kupata mapato zaidi ili kuwezesha shughuli mbalimbali za kiserikali kufanya kazi. Tukushukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri wa idara hii ya uchambuzi na sera. Shukrani sana. Karibu sana. Naam, tukiwa tuko bado ndani ya banda la Wizara ya Fedha, sasa tuko hapa katika Taasisi ya Uhasibu Tanzania. Ni moja kati ya banda ambalo lipo katika jengo la Wizara ya Fedha. Tuko hapa na mtaalamu atatuambia kwa nini mtu akija Sabasaba asiache kuja katika banda hili. Tuna program nyingi sana ambazo zitawafaidisha wananchi wetu, na hapa pia tunatoa ushauri wa program nzuri kwa namna jinsi mwanafunzi atakuwa amefanya kwenye ufaulu wake katika ngazi za chini kama sekondari. Kwa hiyo tunatoa ushauri wa kozi gani ya kusoma kwa wanafunzi wetu, na pia sisi pamoja na program nyingine nyingi tunazotoa, wanafunzi wetu pia tunawapa mafunzo wanavyomaliza ile miaka yao mitatu. Tunawapa mafunzo ya siku 5 kwa namna gani wanaweza kuanzisha biashara ndogo ndogo kwa maana ya ujasiriamali. Kwa hiyo tunajua kabisa wanaporudi majumbani mtaani basi wanaweza wakajiajiri. Kwa hiyo badala ya zile kuwa tu zile fomu ambazo tunafundisha darasani, tunawapa pia mafunzo maalum kwa ajili ya kwenda kujiajiri. Na pia tuna kampasi zetu 8 ambazo ziko Zanzibar, tuna Kigoma, tuna Singida, tuna Tanga pamoja na Dar es Salaam yenyewe. Kwa hiyo tunajua kabisa katika kanda zote Taasisi ya Uhasibu Tanzania imejikita na wanafunzi wetu wanaweza kusoma kampasi yote ambayo yuko karibu nayo. Mtu yote akitaka kuja hapa kwenye hili banda, labda ni huduma gani pia nyingine ambazo anaweza akazipata hapa kipindi hiki katika maonesho haya ya 49 ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba? Licha ya ushauri kwa wanafunzi ambao wanataka kujiunga na sisi, pia tunatoa mafunzo ya muda mfupi, lakini hata kabla ya kuamua kujiunga na mafunzo yetu ya muda mfupi, tunaweza pia tukampa ushauri. Mathalan, tuna wale wanaotegemea kustaafu ndani ya miaka 5, miaka 2 ijayo. Wale tunawapa mafunzo yale kwa namna gani wanavyoweza kujilinda kiafya, kupata elimu namna gani ya kwenda kufanya biashara ndogo ndogo na kutunza hata yale mafao yao ili waweze kuishi kwa muda mrefu zaidi wakiwa na afya njema ya kimwili na kiakili. Pia wanafunzi wetu wameanzisha tuna miradi ya ubunifu kwa wanafunzi wetu ambao tunaamini wafanyabiashara wa hapa ambao wengi ni wale wafanyabiashara wadogo wanaweza wakajiunga na wanafunzi wetu ambao wameshaanzisha bunifu zile zikaweza kuwasaidia. Kwa mfano, kuna bunifu ambayo imeanzishwa na wanafunzi wetu inaitwa Sokoni Pro, ambayo inasaidia wafanyabiashara wadogo kwa namna gani wanaweza kurejista wafanyabiashara, ikaweza kusaidia katika masuala ya fedha. Inakuwa ni program, kwa hiyo tunaweza tukawaunganisha na wanafunzi wale ambao wameshaanzisha hizi applications. Pia tuna wanafunzi wetu wameanzisha kitu kinaitwa Dala Hub, ambayo inafanya kazi ambayo angeweza kufanya dalali. Kwa namna gani unapata nyumba wapi, unataka kutoka kwenye nyumba moja kuingia kwenye nyumba nyingine. Kwa hiyo iko kwenye Play Store na tunaweza tukaunganisha watu wetu ambao watakuja kututembelea
na hawa wanafunzi wakajua ni namna gani wanaweza wakafanya hizi kazi ambazo zingeweza kufanyika na dalali. Pia wanafunzi wetu wameweza kuwa na program inaitwa Cash.tz, na hapa tunajua kabisa kuna wakulima ambao wanauza korosho, wanaweza pia wakaweza kujua ni namna gani wanaweza wakajulikana na wafanyabiashara wakubwa, ajulikane kwamba anauza korosho yuko wapi, ana korosho kiasi gani, na soko la korosho zake itapatikana wapi. Pamoja na hayo, sisi kama taasisi ya uhasibu Tanzania tuna kitengo chetu kinaitwa Consultancy Bureau, ambacho kinaratibu masuala yote ya ushauri wa kitaalamu kwenye chuo chetu, na ushauri wetu tunatoa katika maeneo mbalimbali, kuanzia kwenye masuala ya fedha, nidhamu ya fedha, masuala kama nilivyozungumzia, ushauri kwa wanaotegemea kustaafu, pamoja na namna gani wananchi au wafanyabiashara wadogodogo wanaweza wakapromote biashara zao kwa maana ya marketing, jinsi ya kujibrand kama mfanyabiashara na masuala kama hayo. Pia pamoja na hayo yote, tuna kurugenzi ya utafiti ambao tuna majarida, tunafanya utafiti jinsi ya kuona matatizo ambayo yako kwenye jamii, na tunashirikiana na nchi nyingine za Ulaya, tunashirikiana na COSTECH, na pia taasisi yetu inatoa fedha kila mwaka kwa ajili ya kuwezesha wanataaluma kufanya tafiti ambazo zinasaidia pia wananchi. Kwa hiyo wananchi wakija kwetu, kwa jinsi wanavyozungumza na sisi, tunaweza kujua ni kitu gani kinaendelea kwenye jamii yetu, na kwa pamoja tunaweza tukashirikiana kwa namna ya kufanya tafiti za pamoja. Tunawakaribisha wananchi wote wanaokuja kutembelea Sabasaba. Kwenye banda letu liko chini ya Wizara ya Fedha. Banda letu mpaka sasa hivi tunaanza pia kusaili wanafunzi wanaotaka kuja kusoma program za certificate. Karibuni sana, tutawapa ushauri wa bure kwa leo. Wanaotegemea kustaafu siku za karibuni sana, tutawapa ushauri. Wanaoanzisha biashara ndogo ndogo, tutawapa ushauri, na pia tutaweza kuwaunganisha na wanafunzi wetu ambao wana bunifu zao ambazo wameshazitengeneza tayari. Karibuni sana.